Kutoka 15 kuanzia mstari mdogo wa 22. Musa akaongoza Israeli waende mbele kutoka bahari ya Shamu. Nao wakatokewa kwa jangwa la Shuri. Wakaenda safari ya siku 3 jangwani. Wasione maji. Walipofika mahali palipoitwa Mara, hawakupata kuyanywa yale maji ya Mara, kwa kuwa yalikuwa machungu. Kwa ajili ya hilo jina lake likaitwa Mara. Ndipo watu wakamnung'unikia mtumishi wakisema, tunywe nini? Naye akamlilia Bwana. Bwana akamwonyesha mti, naye akautia katika hayo maji. Maji yakawa matamu. Basi akawawekea amri na hukumu huko. Akawaonja huko. Akawaambia kwamba utaisikiliza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake. Mimi nitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia Wamisri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Baba wa mbingu na nchi, wewe ni kimbilio tegemeo la maisha yetu. Tumesoma neno lako, naomba ukatuelekeze jinsi upendavyo, ili nafsi ulizoziandaa zikaweze kupokea neno lako. Ni asante kwa maana utatenda, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna jambo hapa moja nataka tumalizie. Unajua nimeongea mambo mengi kabla sijasoma neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mambo yote nimesoma inatuhusu sisi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakuta sasa wana wa Israeli walitoka Misri, walifika barabarani wakaanza kunung'unika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini walinung'unika? Wakamnung'unikia Musa, sababu Musa ndiye alienda akawaambia, jamani twende Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mimi siambii mtu twende, sababu atakuja kuninung'unikia, mtumishi ulikuwa umesema tuje, sasa hivi tutakaaje? Bwana Yesu asifiwe. Tutaendaje hapa? Mtumishi ulisema tuje, tangu nije hapa sijapata kibarua. Mtumishi ulisema tuje, tangu nije hapa bado magonjwa yangu hayajapona. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nakuta sasa mtumishi aliambiwa, yeye alimlilia nani? Mungu. Na Mungu akamwonyesha cha kufanya. Haleluya. Na ndio maana nilisema huu mwaka tunaomba, kama wewe ni mshirika wa Superpower, ingawa wa Superpower hatuna washiriki, tuna watumishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huduma ya Superpower tunajua sisi tuko na watumishi, hatunanga washirika, lakini kwa vile ni msemo wa watu kwamba huyu anashiriki, sasa wacha nitumie hiyo lugha kwamba kama wewe ni mshiriki wa Superpower unafaa kuitwa mtumishi, na hautaitwa mtumishi kwa mdomo, kwa matendo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nilisema hata mtu akija kwako kwamba ako na shida, wewe ndio unafaa kumwombea wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe.
mtumishi, mimi sijui kuomba, sasa nitaombaje? Halo, mimi sijui kuomba, nitaombaje? Halo, sikuna mtu anasema hivyo. Na mimi niulize swali, ni mama yupi alijifungua mtoto akaanguka chini na akamuita mama, wewe ndio mama yangu? Kunaye? Haleluya. Kama kunaye sema tu uko na neema kubwa sana. Inua mkono juu ni kuone. Yaani mtoto ameanguka tu chini, mama nimefika, wewe ndio mama yangu. Hata wewe mzazi utakimbia, hutangojea upone. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu mtoto anapozaliwa, anazaliwa haongei, anafika mahali mama anataka kujaribu kama ataongea, mama anaanza ta 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 tululululu ta 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 he. Na utakuta mama ako kwa nyumba peke yake, kelele nyingi, chenye anaongea hakuna. Haleluya. Kwanza mtoto afanye makosa acheke, ndio mama ataongezea. Halo. Kwa nini ufanye hivyo? Mtoto ataanza tululu ta 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 mpaka afike mara anza kusema mama. Na utumishi iko hivyo, lazima utamke chenye unajua hivyo hivyo. Mbele ya safari utajipanga. Haleluya. Ama nyinyi hamkucheza na watoto wenu? Halo. Hamkucheza na watoto wenu? Ta 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 tululu Halo. Sasa na utumishi uko hivyo mpaka mtoto atoe sauti. Yaani kuna siku mtoto asipotoa sauti utaanza kutafuta msaada. Halo. Sababu inajulikana mtoto akishazaliwa akimaliza siku kadhaa mtakana react kama macho yake inaona. Unakuta mtu unachukua kibobo unapitisha ili uone kama macho anafuata ama afati. Asipofuata utafanyaje? Kwa daktari mbio. Halo. Tumeelewana? Yaani mtoto kuna siku atafikisha. Ukiweka hili itakana afaa macho ifuate hiyo kidole. Tena unapitisha polepole uone hii anaona ama nani, uko makini na chenye unafanya. Anaona ama haoni. Haleluya. Na kwa vile nyinyi mmekuja superpower, lazima na mimi niangalie macho yenu, mnaona ama hamuoni. Napiga kelele. Halo. Mpaka niangalie huyu mtu, je, ameanza kuona ndoto ama bado? Huyu mtu anaona maono ama bado? Huyu mtu anaomba ama bado amesimama kama mti tumwagie maji baridi ashtuka kidogo? Halo. Tunataka wewe uchemusha ulimwengu wa kiroho. Sitaki mtu aone kwamba aniliona jamani mtu ananinyonga, najaribu kupiga nduru haitoki, najaribu kusimama sisimami, najaribu kufanya nini sifanyi. Wewe ni mpumbavu. Jua tu kishani ukiamuka kwa ndoto, jua mimi ni mpumbavu, piga magoti, lia. Halo. Yaani umelala kitandani umeota ndoto, unajaribu kuamka uamki, unajaribu kupiga nduru upigi nduru, unajaribu kufanya chochote, hakuna kitu kinafanyika mpaka unatoka hapo kwa ndoto. Wewe ni mpumbavu. Hebu mpumbavu wako amka uoge. Haleluya. Wewe ni mpumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Saa ile uko macho, saa zile unaomba, unatengeneza mwili wako wa kiroho. Saa ile unatengeneza mwili wako wa kiroho, zile vita utapambana nazo katika ulimwengu wa kiroho utazishinda. Amen. Sasa utakuwa na stamina. Mtu akija na mpiga ngumi anaanguka kule kwa sababu mwili wako wa kiroho uko sawa. Halo.
nilikuwa najaribu kuamka. Na usiogope kuniambia ndoto hiyo. Ndakalo niambie nikusaidie maombi. Ngasema mchungaji alisema ukiona ndoto kama hii ni mimi mpumbavu. Mimi sisemi. Sema nikusaidie. Amen. Haleluya. Mwingine anajiona kama kiberiti ya gasi. Haleluya. Kuna mwingine alipiga hodi, akaulizwa unataka nini? Akasema nataka kiberiti. Akaambiwa chukua. Akaenda akachukua mishale. Sasa alipokuja nikamwambia utawasha na nini? Kasha yenyewe umeacha kule, uko na mishale. Moto utawaka hata kwa miujiza. Akasema oho, kama umeambiwa ingia uchukue, hujapewa masharti. Ingia uchukue, chukua kipiti kizima. Hiyo unajua kimekamilika na washa. Akasema tena mwenye alimwambia ingia uchukue na muangalia na shangaa. Akafikiria au nimechukua. Labda alikuwa anamwangalia kwa nini hajachukua kasha. Tumeelewana? Sasa unajua utajua maombi yako ikipanda kupitia kwa ndoto zako. Hello? Lakini mwenye ameambia wokovu juzi, unajua ukiombea wokovu niliwaambiaje? Ukiombea wokovu unaambia Mungu futa jina huku, andika jina huku kwingine. Sasa ni kazi yako ya kukimbia huku uende huku. Sasa utaota unakimbia sababu ni jina imeandikwa, ni wewe unakimbia uende mahali jina iko. Mwingine uko na silaha unakata mtu akatiki. Haleluya. Sasa unakuta hawa walipomlilia Musa naye akamlilia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukishamlilia Mungu analeta jawabu na akaonyesha Musa cha kufanya. Wewe ukipata shida unamlilia nani? Uko na uhakika? Bwana Yesu asifiwe. Sasa unajua kuna mambo yanatutesa sisi wenyewe na tumeishikilia. Tukisema tuombe, unakuta una kitu cha kuomba. Ombi yenye anasema, kuna mtu anasema Mungu hii wiki sijafanya kazi siku 2, naomba tu hii wiki nyingine yaanze nifanye kazi siku zote. Sasa hiyo ombi lake limeshaisha. Halo? Sababu ombi lake limeelekea mahali pamoja. Na ataanza kuangalia, mbona huyu anaomba sana? Mbona huyu anaomba sana? Sasa huyu ndiye ataanza na mimi nitaonekanaje mtumishi wako? Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, asante. Asante katika jina la Yesu. Nani nikiona hapo naona kule dada ameomba. Kumbe hakuna kitu anaomba. Naona huyu dada amezama kweli. Kumbe anaomba akiangalia. Ngoja Mungu anisaidie nikikuona. Takwambia dada keti tu hapo chini. Ngojea tuombe. Haleluya. Sababu una kitu cha kuomba. Una shida kama sisi. Halo? Una nini? Mimi nawaambia hata maisha yangu mimi mwenyewe hayako mikononi mwangu. Maisha yangu mimi mwenyewe hayako mikononi mwangu. Na yangekuwa mikononi mwangu hata kupiga chafya singepiga. Nitoe makamasi kwanza, kuna ingine inakuja ghafla, yani unashtukia tu mtu akiwa mbele umemtemea mate tayari. Wewe hamjaiona hiyo? Ama mtu anapanua mdomo hivi, mvua inanyesha kutoka mdomoni. Wewe hamjaiona? Halo? Sasa naomba ili tuanzishe maombi ambayo yatasababisha hata wewe ukikutana na mbaya wako akuogope. Halo? Na shetani anajua kubadilisha maombi. Kwa vile tumekosana na wewe, sasa wewe maombi yote unaelekeza kwangu. Na kuna wengine huko wanakupiga vita ambao huwajui. Halo?
Mungu mwapyeke, Mungu mfanye, unakuta na mimi naendelea na nawili. Mimi niko unashinda, huyu mtu nilimwombea afyekwe, mbona bado ananawili kuniliko? Unaniombea kwa rohani, unaniombea na mimi sina hatia na wewe. Halo, ni kama niliona mtumishi mwingine ambaye ananiombea kinyume. Yaani yeye ako na fimbo nzuri nyeunyo, mnajua nyeunyo? Mnajua nyeunyo? Yeye nyeunyo ako na nyeunyo ndefu. Sawa? Sasa anaambia wewe mtumishi pana, hiyo nyeunyo hainifikii. Sawa? Sasa akifanya hivi kipite na gonga kwa mgongo wake. Nikafikiria, huyu mtu kama ananiombea kunipia, yani ananipiga lakini sasa anajipiga mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ananipiga lakini anajipiga, yani yeye anasema wewe anajipiga. Wewe anajipiga. Sasa ni muendelee aende kujipiga. Aendelee tu kujipiga. Sababu gani? Unajua kama wewe kuna kitu unafikiria kuhusu mtu, alafu yule mtu akuombea maombi ya kinyume, itakuguza. Sababu kuna hata wewe uko na hatia. Bwana Yesu asifiwe. Na kama wewe hauna hatia, maombi yake ya kinyume yatamwangamiza yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana? Na ndio maana nimesema tunaingia pale Jumapili. Kwanza tunaanza Friday kwa kesha, halafu tuingie hapo Jumapili tuanzishe ibada zetu wapi? Pale. Mnahitaji mtu yeyote abarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yeyote abarikiwe, lakini haraka yako. Bwana Yesu asifiwe. Haraka yako bahati yako. Ukiangalia huyo ametota nyingi, shauri yako, ndio na drama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua huko Western ndio ni kuzuri. Itabidi vile ndugu yangu mdogo alipeleka mahari, ningechukua mtu hapa mmoja nimpeleke aone vile watu wanakaa. Haleluya. Yaani ukienda unapewa mboga mara mbili. Umeelewana? Unapewa mboga mara mbili na chakula unapewa mara mbili. Wanawani wako na msemo kwamba ili nyumbani wajue umetoka kugenini. Uende na machapati umebeba, ubebe maandazi, ubebe ugali. Jamani, tumetoka kupeleka tunaita ikwe. Nyinyi hamjui hiyo. Nyinyi mnaita ndeo. Halo? Nyinyi mnaita? Sisi tunaita ikwe. Halo? Sasa nataka ukitoka huko, yani hata nyumbani watu hawapiki. Ukiona wasimamia watoto wawili, watoto watatu, haupiki. Unabeba chapati zako 10. Zitakosa kutosha umeacha nyumbani. Wewe mwenyewe umeshiba mpaka ni unapumulia tu hapa mdomoni. Halo? Na tunataka wewe ukiomba lazima uombe maombi extra ili kusaidie. Unajua niliwaambiaje? Huwezi omba tu kiroho kila siku. Kuna siku nyingine akili imechoka, yaani unaomba lakini akili inakwambia jamani fanya haraka tulali. Yaani ni wewe mwenyewe unajijua. Hata saa nyingine unaweza kuwa tu watu uzuri huko hakuna watu wako na self confused. Self confused ndio inakuanga mtu anaomba akiwa kwa kitanda, anashtukia tu miguu, hata juu miguu iliingiaje kwa kitanda akilala. Halo. Mnaelewa self confused? Yaani unaomba kwa kitanda iko hapa, meza iko hapa, kakiti kako pale. Sasa wewe umeketi kwa kitanda unakula. Hata vyombo kutoa kwa meza utoi. Sasa utaomba. Halo. Sasa nitakana saa hiyo umesikia roho
hatuna mfumo wa maombi. Tumeelewana? Kama sisi tunasifu na iwe shago uone upake ni kuingia, omba. Usianze kuwa usiseme saa hii si masaa ya maombi. Roho wako Mtakatifu amekushukia saa hiyo, omba. Haleluya. Sasa tumeanza kuabudu ni wewe. Uone Roho wa Mungu amekushukia, anza kuomba, usingoje mwenye kuongoza aseme tuombe. Labda hiyo ndio neema yako ya kuanza maombi, halafu wewe umeiacha. Sasa maombi itaanza, wewe ndio utasimama kama statue, sababu nafasi yako umeshapoteza. Halo? Unajua nafasi yako bila Roho Mtakatifu ameshuka, itakana uombe, lazima uanze kujua ni saa gani nafaa kuomba. Roho wa Mungu anatushukia saa ngapi? Hiyo saa ndio itakana uingie uombe, usingojee kiongozi aseme. Haleluya. Sasa iwe shako unataka kuomba lakini unang'ang'ana, unakataa mpaka unakatizia maombi hapo. Sasa tunasema sasa tuingie kwa maombi. Chochote chenye ulikuwa unataka kusema wakati ule umesahau. Sasa umeanza tu asante Yesu, asante Yesu. Wewe mkubwa. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Wengine wanazama, wewe asante Yesu, asante. Asante umepata nini? Umepata nini chenye unashukuru? Wewe ukikaribishwa na mzungu, ukisema thank you, wanasema rudisha hiyo chakula ameshiba. Halo? Ukishasema thank you, hiyo chakula kifani kinarudishwa. Lakini huku Taveta unasema asante ndio upewe huku. Lakini kule ukisema asante ni kusema nimeshashiba. Sasa nataka saa zile Roho wa Mungu amekushukia, saa hilo unasikia kabisa uko hapo, sasa nguvu inafaa kuomba, ingia kwa maombi, omba. Huko kwingine wachia wengine. Ukishamaliza hiyo, rudi ujikusanye tena, uanze kuomba ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana? Hapa tuendi na mfumo kwamba sasa ni masaa ya maombi, sasa ni masaa ya kusifu, sasa ni masaa ya nini. Hata ukitaka kuomba kuanzia ibada ianze mpaka imalizike, wewe endelea. Pale hiyo ni nyumba ya Mungu, kila mtu amlilie Mungu wake. Mimi niko hapa, sasa nakuja nataka niombe, nikae kanisani niombe. Nikukuta uko ndani unaomba, siwezi nikakwambia ngoja. Mimi naingia naanza kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni nyumba ya Mungu, itakuwa free. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hapo ukisikia hapa, najua sasa hapa mwezi omba. Sasa ndio maana nimesema leo ni siku ya mwisho. Hapo uwezi omba sababu unajua watu wanapita barabarani. Tumeelewana? Lakini pale utakuwa uko ndani, piga magoti, garagara chini, nguo utafua. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe umeweka maombi yako ili utaomba. Na ukiweka maombi yako vizuri, naamini hutaacha vile ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana hapa? Kwa hivyo ndio maana nimesema hii wiki ni wiki ya maombi. Maombi inaanza saa 6 usiku mpaka saa 10 mchana. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema maombi inaanza saa 6 usiku kwa sababu kuna wale wako na nyumba zao, kuanzia saa 10 mchana mpaka saa 5:30 mtakuwa mmeshamalizana kila aina ya chakula. Haleluya. Sasa tabaki ni masaa ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana? Si tumeelewana? Nataka uombe uonyeshwe, si ati uombe wa kuonee. Wacha watu wa kusema wacha naenda fulani aniambie maisha yangu ikoaje. Uko na uwezo wewe.
Ni wewe mwenyewe ndiye ukai katika mfumo wa kumsikiliza Mungu. Sasa una muda na Mungu, unataka mtu mwingine aende akuambie. Bwana Yesu asifiwe. Mimi lakini siwaambii msiende. Haleluya. Sababu niliwaambia kabisa kuna mambo huwezi badilisha. Haleluya. Ni mtu mwenyewe akaye afikirie ndiye abadilike, si mchungaji abadilishe. Tumeelewana? Na ndio maana nikatoa mfano, kabla hujaokoka ulienda kwa mganga na mganga akakukatakata mwili na ule ugonjwa ulikuwa nao ukapona. Haleluya. Sasa umeokoka, ule ugonjwa umerudi. Umejaribu kuomba, umetembea kwa watumishi wakada, ukaona uponi, utafanyaje? Utarudi kwa mganga. Sababu si yeye alikuponya. Sasa hiyo mtumishi hawezi badilisha. Sasa ni wewe mwenyewe, imani yako na vitu kama vile vinafanyika ili Mungu apime imani yako. Je, utarudi huku? Haleluya. Anahakikisha amekausha kila mahali. Watumishi toka. Sasa Mungu anataka aone, je, huyu atarudi pale kwa mganga? Akishaona waurudi, utapona. Na akiona unarudi, atakuacha mpaka urudi. Sasa mganga akishashindwa, sasa atakuletea mtumishi mwenye atakuponya. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ugonjwa yangu nimeombewa, nikaombewa mpaka nikaenda kwa mganga. Hata si ule mganga kuna wakati alinisaidianga, lakini siku hizi hata ule mganga ni fake. Sasa ugonjwa wangu nimeshazoea. Sasa mtumishi mwenye ametumwa anasema tunakataa roho ya mazoea, ponywa. Na unapona. Mtumishi nimepona. Unajua kama unaumwa na tumbo, mimi siwezi jua kama tumbo sahihi yumi. Halo. Wewe mwenyewe ndio utajua tumbo imepona. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nilikuwa napita hivi, nikapita kwa nyumba nyingine, Roho Mungu akaniambia ingia hapa, nikaingia. Habari zenu mzuri nini na nini, tukaongea. Baada ya hapo mimi nikaomba, nikakemea magonjwa ya tumbo, magonjwa kuumwa na kichwa, magonjwa kuumwa na nini. Kumbe kuna mtu alikuwa ametembelea yule, halafu mimi nikiomba naombea yule, na mimi sijui kama namuombea. Bwana Yesu asifiwe. Baada hapa akauliza mwenzake, mtumishi gani? Leo ni mtumishi wa Superpower, ako na kanisa pale Eldoret. Unajua nikiingia hapa tumbo ilikuwa inaniuma. Yaani alikuwa naomba nasikia vitu vinatembea kwa tumbo. Alipomaliza maombi tumbo imepoa. Mimi hata sikujua nikimuombea. Bwana Yesu asifiwe. Mungu mwenyewe alifanya nini? Alishughulika. Ndiye alikuwa ananisukuma niende nipi. Sasa ukiona kuna wale nimeomba pesa kwa ajili ya mjengo, kuna kitu Mungu ameniongelesha, lakini naona ya kwamba huyu mtu anashiriki kwingine, nikienda kumwambia atoe sadaka huku, hataniona ni kama takataka. Sasa naomba Mungu anipe hekima ya kuitisha ili asaidike. Bwana Yesu asifiwe. Sasa niwaambia mimi natumika mara ngapi? Mara 2. Nikishapata maono nafikiria kiroho, naweka chini, na mimi nafikiria kimwili. Sawa? Nafikiria kama mtu wa mwili kabisa, mwenye hajawahi kuja kanisani. Halafu naweka hapa. Halafu nasimama katikati. Naokota hapa kidogo, naokota hapa kidogo, ili twende mbele. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana? Kwa hiyo inatakikana ya kwamba saa hii ni muda wako wa kumtafuta Mungu. Na umtafute Mungu kwa sababu gani? Tunahitaji huyu aonyeshwe, huyu aonyeshwe, huyu aonyeshwe, huyu aonyeshwe, huyu aonyeshwe, huyu aonyeshwe. Haleluya. Na ile kitu tunaomba kila mtu awe na hekima na awe na nini? Na maarifa. Ndio maana nilisema tunaweza sema tunaenda kuomba, labda mtu ameitisha maombi kesha kwake nyumbani. Sasa tunaenda
kuna unabii huwezi toa pale. Bwana Yesu asifiwe. Sababu unaweza kuta labda tunashiriki na dada na mume wake hatushiriki naye, na mume wake ako na mpango wa kando, wewe umeonyeshwa. Ukiwa una hekima, yaani maombi inaisha na ndoa Bwana Yesu asifiwe. Wewe na wokovu wako umeamini mume wako kabisa, umemwamini mume wangu ni mzuri na ni mwaminifu. Halafu sasa maombi waambiwa ako na mpango wa kando na anaitwa fulani, na ile jina unalijua. Na ile siku naonaanga wakicheza tu kaona labda tu ni ile ni mazoea. Halafu waambiwe direct ni huyo. Wokovu bado utakuwa nao. Wokovu bado utakuwa uko nao. Yaani kesha inaisha na nyumba inaisha. Saa ingine tumekuja sasa, Roho wa Mungu amekuonyesha mama mkwe ni mchawi. Na unajua maombi tu lazima yako pale. Mama mkwe ni mchawi ndio nini? Sasa hapo mimi kati yako na mama mkwe tumepanda nini? Hao watu wako hata si waopesi. Lakini ukiwa na hekima, niliwaambia kuna hekima inafaa itumike. Tunataka ya kwamba hata utasema lakini Mungu atakupa hekima ya kusema. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakupa hekima ya kusema. Utasema jamani, kuna mtu alienda kwa mganga na kuku mweupe, na alipoenda kwa mganga akamkata hapa kwa kiuno na akamwambia hivi, akamwambia hivi, akamwambia hivi. Mama akikaa anasema ni mimi huyo. Ni mimi huyo. Je, umeambia mtu ni mchawi? Umeambia mtu ni mwizi? Lakini unajua yeye akitoka aseme ni yeye mwenyewe atakuwa amesema, si wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mtu hapa alikuwa kwa ndizi pale, akafanya hivi akafanya hivi, na akachukua kitu fulani akaotesha pale, na kila kitu kilikuwa kinakaa hivi kinakaa hivi, na akamweba juu na akaweka chini na akasema hivi. Kama uko hapa, ujue mwisho wako uko hapo mbele. Fanya haraka, atakaa tu kwa kiti. Haleluya. Lakini mimi nikwambie, wewe ni mchawi, wewe ni mchawi. Njoo ukuombewe. Piga magoti hapa mchawi. Nikuja nimeokota mwingine. Wewe ni mwizi. Njoo hapa uombewe. Wewe. Hebu niambie huduma itakaje? Mtu umempigisha magoti, lakini kila na kuombea pale panda amepiga magoti, utashangaa. Lakini tukitoa unabii na hekima, atafika mahali haja aseme, mtumishi, najua ile kitu ulikuwa umesema, najua ni mimi niliokopa tu kutoka pale, naomba unisaidie nifanyeje? Unajua kitakuwa sasa mtaongea kama watumishi. Naomba sasa hili tutafanya hivi, lakini uingie maombi kwa ajili ya hii na hii na hii, alafu utafuta sadaka. Kwa sababu huku ulitoa sadaka, lakini sasa utoe sadaka ya kuvunja ile ili uje upande huu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Nataka utoe unabii ambao hata mtu akiwa amejificha mwenyewe anasimama anasema jamani. Kuna mwingine atasimama hapo aseme ni mimi naomba msamaha, naomba mniombee toba. Kuna mwingine ataona aibu, mkaza mwana ameketi, nani ameketi na yeye ni waheshima kijijini, yeye ndio mshauri, ataangalia huko angalia aseme hapa sitoki. Aseme hapa sitoki, hapa Akae. Lakini itafika mahali ile jambo litamguza mpaka aje aseme jamani, mchungaji, unajua mlipokuwa pale kwa maombi mlisema hivi mkasema hivi.
mimi nilidanganywa, nikaenda mahali fulani nikafanya hivi na hivi na hivi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kuna mahali saa zingine naingia kama mwanajeshi. Halo. Naingia kama mwanajeshi, wewe njoo tuombe, wewe njoo tuombe, wewe njoo tuombe. Kwa hiyo unajua mimi ni mchungaji, inabidi tu waje. Na mimi najua hapa nawaita, akili yao haiko. Kuna kitu wanafikiri. Sababu ni ombi la ghafla. Sasa kuna vile ninaomba, sababu mimi mwenyewe najua ni la ghafla. Bwana Yesu asifiwe. Na unakuta baada ya kutoka chenye nimeomba kinakuja kufanyika. Wanawe wananipigia simu, tumishi njoo kidogo. Unajua ile siku nataka tu kuelewa vile tupeleka mbio mbio. Hapo unajua ile kitu liko nasema ndio kimetokea. Mimi nilikuwa nakemea nguvu za giza ili mfanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini niende sasa, shida ni kwamba unajua mimi kama hapa Eldoro najua vita zangu ni kubwa nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Sababu nyinyi wote mko hapa, huyu ametoka kanisa hili, huyu ametoka kanisa hile, huyu ametoka kanisa hile, huyu ametoka kanisa hili, huyu ametoka kanisa hile. Hao wachungaji watanyamaza tu, huduma iendelee. Haleluya. Watanyamaza tu. Mwingine alikuwa kanisa lile akaja hapa akashiriki mwezi mitatu akafanikiwa. Mwingine alikuwa kanisa lile akashiriki mwezi mmoja akafanikiwa. Mwingine alikuwa kanisa lile akapaka hapa wiki moja akafanikiwa. Hawa wachungaji hawajaona. Kwa watakaa tu wanyamazi. Wanaitana kama mkutano, ule mtumishi ni kama anatumia dawa. Ule mtumishi ni kama anatumia dawa za kwao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kila mmoja anajua vile Mungu alimuelekeza enda. Halo. Sasa kama Mungu amekuelekeza enda, mimi siko hapa kukubembeleza jamani, ukipenda sasa sitaki nipoteze mshirika, hata ushiriki pale, urudi ushiriki huko, urudi ushiriki pale. Mimi sina shida. Haleluya. Ndio mwingine alikuwa mgonjwa, nikaenda kumtembelea, nikamwambia sasa ndugu, Bwana Yesu asifiwe, amen. Nikaomba, baada ya kuomba kumaliza, nikamuuliza, tangu uanze kugonjeka mtumishi wako anajua. Kwa mtumishi wangu ni nani? Mtumishi wangu ni wewe. Niambia jamani, sisi tulikuwa nawe tumemaliza mwaka. Wewe uliniambia uko kwa fulani. Fulani lienda tu kusalimia. Ile siku nitusifia kuhusu tena mahali fulani. Pale tu nilikuwa nimeenda tu kutembea, lakini mimi kanisa langu ni hili. Huyu mimi utamwambiaje? Utasemaje? Lakini ningekuwa mtumishi mwingine alipoenda tu kule mara ya kwanza, mimi nimefungasha Biblia. Wewe ni nini na kutoroka unaenda huko? Mbona unatoroka huko? Mbona unaenda huko? Chenye nataka ni Roho wa Mungu akuongoze. Halo. Akuongoza wewe ni wa hapa. Hata usikie uchafu, utakaa tu. Utajua hiyo ni vipi? Na kama wewe si wa hapa, ukisikia uchafu utaanza sasa hii kama mtumishi hii utaanza hata utachunguza. Halo. Hata utaingia maombi uniombee. Useme jamani, nimeambia mtumishi ako hivi, Mungu msaidie. Na uingie maombi, utaonyeshwa mchungaji ako hivi, lakini ile ni umbea. Utaenda useme mchungaji, unajua ile siku nyingine wa mtu alisema hivi, lakini niliingia kwa maombi nikaambiwa ni umbea. Kama sawa, asante, Mungu amekuonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana ninang'ang'ana kila mtu aonyeshwe. Halo. Kila mtu afanye aonyeshwe. Na kama kila mtu ataonyeshwa, kutatokea mtu mwenye neema ya kuzuia mchawi kuingia kanisani. Mimi kama mtumishi nimeruhusu kila mtu aonyeshwe. Kwa hiyo siwaombei maombi ya kuwafinyilia. Sasa unaonyeshwa, kutatokea tu mtu wa neema wa kukaa mlangoni.
Yaani yeye ako nyumbani, yeye atakwambia kesho kuna mtu anakuja. Kesho kuna mama fulani atakuja amevaa hivi, amevaa hivi, amevaa hivi. Siku fulani kuna mtu anafanya hivi, atafanya hivi, atafanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kama ule mwingine aliingia pale kwamba anakuja kujaribu superpower. Akakaa hapa mbele. Sasa tunaomba maombi, tunaomba akasonga pale. Sasa tunasifu akasonga pale. Sasa tunataka kutoa sadaka ako pale mlangoni. Sasa tunaomba wimbo ya kuanza mahubiri nje. Na hajawahi rudi. Yeye ndiye alikuja kuketi. Unajua akikaa mbele ndiye atateka mtumishi. Fanya testing, akikaa mbele ndiye atateka mtumishi. Haleluya. Hakungojea mahubiri. Mimi siko hapa, mimi wanaambia Mungu, ni wewe ulinileta huku mbali sana. Lakini hata huko nyumbani naweza nikahubiri. Kwa vile umesema nikae hapa na kusikiliza wewe, ile siku utasema niondoke, yani hata nitahakikisha nimeleta lori ya kwenda direct mpaka Western. Halo. Kwa ukija pale kwamba unakuja kuniona, kama unakuja kuniona njoo hapa nyumbani nikupikie chai, ukunywe ushibe unione vizuri. Pale ni mahali pengine. Haleluya. Na ukishaingia pale, mimi sitasema mshirika wangu. Mimi sina mshirika kabisa. Haleluya. Mimi sina mshirika. Na mimi sina mtu wangu. Kwamba ule ni wangu. Kanisa langu. Mimi hii kanisa kama niliwaambia kama nitaikunja niende nayo Western, mniambie nitabeba nani? Waje wanisaidie kupaki hiyo kanisa kwa gari. Sababu hiyo kanisa baada ya kujenga, hata kama unachukia superpower, mjukuu wako atashiriki hapo. Hata kama unachukia superpower, utapata tu mkaza mwana akwambia mimi nashiriki hapa. Amen. Haleluya. Na jamani niliwaambia, kanisa, hospitali na polisi hainanga mwenyewe. Halo? Haina. Mtasema kwa masista hawana vipimo. Utachukua tu usiku, umetoka usiku umeenda kwa masista. Na huko umetangaza kijijini kwa masista wapimi. Umeenda kufanya nini? Halo? Mimi siendi Kimorigo, hawana vipimo. Utashukia tu bebebwa mzoga huko Kimorigo. Haleluya. Kwa vitu kama hivi havinanga mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ni wewe, kazi kwako. Maombi inaanza leo saa 6 usiku. Mimi ukiniuliza kumaliza, nitamaliza Yesu akirudi. Haleluya. Mfungo unaenda mpaka Jumapili. Tumeelewana? Ndio bishop akikuja anakuta wewe umejiandaa vizuri. Kama ni kufaulu unafaulu. Sasa bishop atakuwa anafanya final touch. Utakuwa umeshaomba, umetengeneza ulimwengu wa kiroho. Umeambia Mungu kuhusu watoto wako na utafute sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Utafuta sadaka. Tutakuwa na sadaka mo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo sadaka tukishatoa itakuwa ni ya kumbariki mtumishi. Na hiyo sadaka haitahesabiwa kama hizi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Apate shilingi 1
ni yake, apate milioni ni yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna vitu waje niwakumbushe. Ukiona kupata pesa ni shida, toa pesa, ambia Mungu, angalia mimi vile nimeng'ang'ana tu, habari mweleze hali halisi. Vile nimeng'ang'ana ndio nikapata hii, Mungu angalia. Ninapotoa naomba kung'ang'ana Umeona? Yaani ninang'ang'ana kupata nini? Kupata pesa. Saa zingine hauna pesa, lakini uko na chakula kwa nyumba chenye unaweza ukabeba ukaleta. Lete. Sababu unaweza kuwa ungaangalia huko, sababu unajua mapepo yenye tulizaliwa nayo yanajua tukitoa sadaka tutavunja ile ya kwao. Unaweza angalia wiki ukute yaani unajaribu kupata hiyo pesa, hakuna. Sababu niliwaambia usijaribu kukopa. Mnakumbuka hiyo sadaka? Usijaribu kukopa. Sadaka ya kukopa peke yake ni ya mjengo. Tumeelewana? Ya mjengo unaweza kukopa. Na ukikopa niambie, jamaa mtumishi, nimekopa mahali ili tukamilishe ili zoe. Lakini ile sadaka ya hiari usiwahi kopa. Mwenye anafaa kukupatia labda wewe ni mtoto wako, ama mme wako, ama mke wako. Hao wako sawa. Sababu mke wako akibarikiwa hata umebarikiwa. Mme wako akibarikiwa hata umebarikiwa. Mtoto wako akibarikiwa hata umebarikiwa. Lakini usiende kukopa. Mahali utakopa, yule mtu atapata baraka mpaka muonewe hivi. Na utapewa neema ya kukopa. Nani anakuambia, dada, mbona umepotea? Wewe chukua tu utaniletea. Kuna mtu ana shine lakini madeni yako nayo. Ukiangalia vitenge unaona huyu ni mke wa rais labda ama wa MCA, lakini yale madeni yako nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sadaka si ya kukopa. Umeelewana? Kama hujapata na ukipata uone unaweza ukakula, weka mahali ambapo najua hapo utachukua. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mimi nahitaji kila mtu abarikiwe. Yaani nimewaambia ningekuwa baraka ziko mkononi, kwanza ningeanza na familia yangu yote, nihakikisha wako nazo mpaka zinamwagika kwanza. Mbona mnacheka? Wewe ukae kwa ofisi uambiwe tunataka wafanyakazi 20. Utaanza na nani? Mtoto wako ako na kitambulisho, mtoto wako ako na kitambulisho, mtoto wako ako na kitambulisho, mke wako ako na kitambulisho, mume wako ako na kitambulisho, wote hawana kazi. Wanataka watu 20. Ndio hao wengine wajaze. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa vile hizi baraka ni za kung'ang'ania, haraka yako, bahati yako haina mikononi mwa mtumishi. Baraka ya mtumishi ni kidogo sana. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ni kama Elisha alipokuwa amekaribishwa na yule mama tajiri bwenyenye, wanasema bwenyenye. Sasa yule mama tajiri akamkaribisha, akampa chakula, akamjengea nyumba. Sasa Elisha anataka kutoka, na ile furaha vile huyo amekula. Bwana Yesu asifiwe. Unajua huyo mtumishi amekula mpaka akafurahi. Sasa nataka tu kumimina baraka za kitumishi. Sema ita huyo mama. Mama, umetusaidia hapa, sema kuna jambo lolote tukuombee kwa Mungu. Mama anasema mimi niko na magari, niko na manyumba, niko na shida gani hapa? Mimi sina shida. Kaila anaenda Gehazi. Ndio maana nataka wewe uonyeshe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nataka wewe. Gehazi akasema tangu tuje hapa, hizi miaka zote tumekaa hapa, hatujawahi ona mtoto. Hata kama alikuwa ng'ambo, hajawezi kuja hata kwa mara moja tu tumuone. Njoo. Sasa kwa ni baraka za kulazimisha. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi anaweza kuja kwako, sasa ile amekula tu akifurahi, kuna kitu anatamu.
Ndio maana nilisema tukianza huduma ya door to door, ushirika ya door to door, tukija kwako usiende kuomba viti. Kama unaketi chini, tunakaa kwa mitungi, tunakaa hapo chini, ili tukitoka hapo kila mtu atakuwa na kitu cha kusema. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wanakuja, waje niende nitafute viti. Sasa unajua tukija tunakaa kwa viti vizuri, tuseme huyu amebarikiwa ako na viti, kumbe ni za kuomba. Halo. Hata nilipokuwa makini niliwaambia usiende kuomba viti. Unaenda kwa nyumba nyingine unawekewa chakula, unakaa hivi. Sasa unataka unakuta kumbe kiti imeoteshwa. Si ya kusogesha. Inabidi uchukue chakula pale urudi hapa uketi. Halo. Sasa unajua hapo kuna kitu mimi nitaomba, hata unajua akili yako inatosha kwa maombi. Haleluya. Chai huna thermos, wanaweka kwa nini? Wanaweka kwa jug, tunawekewa kikombe kimoja kimoja, ili imebaki imepoa, anarudi anaenda anachemsha. Kila mtu atasema jamani, Mungu. Kama kuna mtu amebarikiwa hapa, atakuja na thermos, ambie dada nimekubariki. Huku mwambie nitakuletea thermos. Dada hii dada nibariki dada. Nambariki na thermos kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Uliona hana. Bwana asifiwe. Sasa nikuja sasa ndio naomba viti. Zile za sofa nikikaa na usingizi na kuja yenyewe. Mimi nasema dada amebarikiwa. Kumbe umeomba. Kama una vikombe, leta hiyo plastic tukunywe nayo chai. Niwekee kwa jug. Na kunywa nikiongea na Mungu. Hata kwa sahani tutakunywa. Na hapo sasa wewe mwenye kuja usianze umbea pale, hakuna kikombe. Kama utaanza umbea ni wewe utanunua dazani moja. Halo. Ni wewe, si saa hiyo tuma superpower, si ya kuongea fulani hana. Ni wewe ulete, sababu kuna wewe uko naye. Beba yako kwa nyumba 2-3 mpelekee. Haleluya. Sio umbea, si fulani hana, fulani hana, fulani hana. Huo ni upumbavu. Hiyo ni kazi yetu sisi. Kwa vile fulani hana, tunaangalia sasa, tunaenda wewe tu mwenye umeguzwa. Penda tu kwako, angalia ile inaonekana mpya kidogo. Na hii ni mpya kidogo, iko sawa. Ioshe vizuri, ifunge kwa gazeti. Enda tu mwambie dada nimekubariki. Hata sijui ni nini ataenda kuona akiwa nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona huduma ya superpower ni huduma ya upendo. Halo. Ni huduma ya upendo. Unaona mwenzako kama wewe. Ukiona anapitia shida, unakaa unasema jamani, tumsaidie fulani. Bwana Yesu asifiwe. Si ati sasa tu umeenda pale umeketi kwa kiti ya kuoteshwa, nijaribu kunyanyua na kiti ukakuta imeoteshwa. Sasa hiyo ndio umbea unaenda nao kijijini. Halo. Yaani ni kama mtoto wako hana, useme nini jamani? Mtoto wako pole. Bwana Yesu asifiwe. Ni Sunday ya mwisho leo. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa natoa mfano kwamba mtoto wako analala jikoni. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto wako anafanya nini? Analala jikoni. Ikifika asubuhi unamwamsha, wewe amka, tunataka kupika chai tuende shambani. Alafu unazunguka kijijini, hata mtoto wangu analala jikoni. Unasemaje? Unajifungua mwenyewe. Unajifungua mwenyewe. Hebu waswali hiyo. Wewe mzee unajifungua nguo mwenyewe, wewe unajidhalilisha. Kiswahili kigumu, si mdomo wetu jamani. Tunang'ang'ana tu. Bwana Yesu asifiwe.
Sasa mtoto wako analala jikoni, unaenda kusema mtoto wangu hata hajajenga analala jikoni. Unajijalilisha wewe mwenyewe. Umeelewana? Sasa ndio unajiaibisha. Sababu huyu ni mtoto wako, kama wewe unayo mjengee. Sasa sawa sawa na wasupapawa, kama wewe uko hapa na mwenzako ako na shida hiyo na uko na uwezo, msaidie. Sikumsengenya. Haleluya. Hata tamosi hakuna. Anaweka watu wengine huko nje wanaona tu wamevaa vitenge. Enda kwao nyumbani uone. Hata viti hawana. Haleluya. Lazima tuwe na upendo. Mwenzako unamfunika aibu. Anafika maana anasema, najua ukishanisaidia aibu yangu ikishafungwa, sasa sina aibu tena. Naanza kusema dada fulani alinisaidia. Hata ile kikomba aliniletea ndio kilinifungua nikaanza kununua viko. Halo. Sasa tunasema jamani, kulingana na udhaifu wetu huu, tuanze hata kwa ushirika, tuwe na merry go round kwa ushirika kwa mama. Kitu sasa kakusaidia vitu ndogo ndogo kama hizo. Na kila mtu anang'ang'ana kama mmesema kwa roho moja na mnaanza, tuanzie wapi? Dada fulani ako vibaya kidogo, tuanze na huyu, tuje kwa huyu, tuje kwa huyu. Mimi hata nikiwa mwisho haina shida. Haleluya. Umeona? Kwa Biblia inasema tupendane. Kama tutasengenyana, tunapendana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wana wa Israeli walinung'unikia mchungaji. Halo? Walinung'unikia nani? Musa. Mchungaji. Haleluya. Ndiye alikuwa kiongozi. Haleluya. Kwa hiyo ile vitu viko ni kwamba ni wewe mwenyewe, kwa vile tuko hapa tumeshikana, lazima tuwe na upendo, na ule mtu mwenye atakuja mgeni, sasa ataona tu upendo wenu naye ataingia. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nahitaji hapa, kama una plot ununue plot. Kama una nyumba ujenge nyumba. Haleluya. Hiyo ndio wananchi wataona. Ukipanda kiroho, mtakana upande na kimwili. Haleluya. Si ati mchungaji ako na gari na mshirika wake analala kwa makuti. Mchungaji ako na gari, lakini mtumishi mnene wa shirika wake hata viatu vya kuvaa hawana. Lakini wasimama hapa, toeni fungu la 10. Sasa hapa endakana mchungaji. Mvua ikinyesha ya upepo inabidi aende ashikilie ukuta sije kaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama tunaanza chini, tutoke hapa, tusonge hapa, tutoke hapa, tusonge hapa, tusonge hapa, tusonge hapa. Tumeelewana? Haleluya. Amen. Yaani wewe ni mshirika na wewe ni wa hapa, halafu umekodisha miaka yote. Halo? Unajua wakukodisha hata heri mwenye analala kwa makuti. Halo? Tumeelewana? Mwakini nilikuta watu wengi mwakini walikuwa wanalala kwa nyumba za makuti. Nikamwambia mbona mimi nikikaa kanisani naona matajiri na nyumba nzuri. Na nikiangalia nyumba yenye nilipata tu nzuri ni ya mama kanisa. Na tena ilikuwa haijaisha. Tumeelewana? Ilikuwa imejengwa iko kole, lakini zingine zote makuti. Sasa nikaangalia nikasema hawa nikasavi nikaweka ushirika raundi moja nijue mahali kila mtu anaishi. Bwana Yesu asifiwe.
Na nikamwambia usiombe kitu. Naingia kwa nyumba nakuta kitu wameotesha. Unajua mimi nazubaa nafikia ni benchi imewekwa. Kumbe ni kiti kimepigiliwa misumari kabisa. Na kimewekwa huwezi ng'oa. Kimewekwa vizuri huwezi ng'oa. Na ng'ang'ana nayo hivi mara ya kwanza nilikuwa na shida. Kitu cha kwanza najaribu kung'oa kiti ya king'oleki. Ikakaa pale. Naitisha chumvi naletewa dumu. Halo. Yaani mtu alinunua dumu akamaliza dawa, sasa hiyo ndio kibobo ya chumvi. Sasa hiyo ndio imebaki ndio nini ya chumvi. Mimi kwa nashangaa jamani, nimeitisha chumvi si dumu. Labda hapana mchungaji, ni chumvi iko ndani. Sasa ni vitu ambavyo lazima nijifundishe. Kwa mimi nimezoea kupika na gas. Lazima nijifundishe kupika na kuni ndio nijue yale unapitia. Niache nidunge mikono ndio nijue kumbe watu wanafanya kazi ngumu hivi. Lakini bila kuonja nitakuwa nasema tu Yesu anaweza. Nimeona watu wote wamenawiri. Haleluya. Tumeelewana? Sasa nataka kila mtu afunguliwe kwa njia yako. Halo? Hadi kila mtu kikaa hivi utafika mahali useme ni kweli kuna Mungu. Ndio maana niliwaambia pale vile tunajenga, nyinyi wenyewe mnajua. Kwa hiyo nataka hata wewe ukikaa ujue hii kanisa ni kwa uwezo wa nani? Lakini nikisema kila mshirika, kila nyumba niletee 15,000. Sasa unajua sasa 15,000 hata saa nyingine unakosa kuja kanisani sababu una 15,000.